hasira, usijetoa kauli yenye maneno nadhira bila kufuata shauri. Ingia akilini kabisa. Haiwezekani mtu amekwisha kushakufa miaka 3 iliyopita. Alafu leo anataka kuwa anamuona na anaongea naye. Hii inaingia akilini kweli? Haingia akilini kwa kweli. Na huyu kama Mungu angempa mdomo wa kuzungumza ingekuwa shida sana. Maana alinipa hawezi kuongea ndio hivi. Angekuwa anaweza kuongea ingekwaje? Na nilichokuja kugundua kuhusu ndugu yetu kuzaliwa naye. Na ndio maana anaweza kuyafanya haya yote. Hata kujiuliza pumbavu kubwa. Tena hata kuchanganya bwana. Nimekusikieni upumbavu wenu, na kama mmeshindwa kuishi ndani ya nyumba hii, basi safari ya kuondoka kwenda kwenu itaandaliwa na huyu binti. Mtaanza kuondoka nyinyi hapa na atabaki yupi tena kama mtazidi kumchimba chimba huyu binti. Babu, tokeni hapa. Toka. Pole sana kijana wangu. Wala usilie mama, yatakwisha yote haya. Pole sana dadangu Maia, ila kama alivyokuambia mzee Paza, hata ile yako ya kutokuzungumza, ipo siku yatakwisha haya, utapona na utakuwa ukiongea kama ulivyokuwa hapo awali. Licha vilivyojificha ukivyona haviko sawa. Unayejua yupo, akumbe yupo, amekuwa upepo. Unaishi naye na alikuwepo, karaga naye na kastori naye. Si dalili ya maisha na malengo haya.
kwa haya mambo yanayoendelea hapa. Kwa kweli nashindwa hata kuelewa. Maana leo hili kesho lile mzee Pazi. Hebu naomba uwe kweli. Maana kwamba mimi nahisi kuna siri ambayo watoto wako nawaficha na hauitaki kusema. Sio baba to mtoto, hakuna anejua chanzo cha hiki kisa. Na halafu kwa nini mimi na Maia unatupenda sana kuliko hata watoto wako uliowazaa? Hakuna siri yoyote ninayowaficha, ila hakuna kiongozi asiyependa kuheshimiwa na watu anaowaongoza. Hivyo hata mzazi anatarajia heshima kubwa kutoka kwa watoto wake, na kama itatokea watoto watakwenda kinyume na hilo, basi mzazi hujengea taswira mbaya kwa watoto wake au mtoto wake. Inatosha kuwa hilo ni tatizo. Ndiyo, na si hilo tu, bali kuna kitu kikichungwa na kuheshimiwa na kikambatanishwa na matendo mazuri juu yake, utapendwa na kila mtu jamani. Ni kitu gani hicho? Unajua mimi nashindwa kumuelewa kabisa mzee Pazi. Kwa nini sisi pale tunapomsema yule binti yeye huwa mkali na anakasirika? Sio wewe tu, bali hata mimi alkadhalika nashindwa kuelewa, au sijui anafurahishwa na mambo anayofanya yule binti. Mimi naona mzee Pazi anajisaulisha kabisa kwa mambo aliyofanya hapo nyuma. Ila yote kwa yote, inabidi tulifanya lile jambo tulilopanga kwa muda mrefu juu ya yule binti. Usiniambie kuwa anataka kumuoa yule binti. Ndio, na huo ndio ukweli wenyewe. Mimi naona akibaki atuletee uchulo duvale. Aswa, hata mimi naliunga mkono hilo. Inabidi tulifanye hilo. Sawa. Sawa, haina shida. Ila kama nyinyi mmeondoka, ondokeni. Maana mimi nipo kidogo hapa. Nakula kwa upepo. Hapana starehe huyu. Sawa. Wacha sisi tukuache. Bora mkaje tu hai basi. Yes, tukuache. Sikiliza wewe. Inabidi tulifanye jambo ambalo tumelipanga toka jana. Na ikiwezekana yule binti auawe, maana akiendelea kuishi. Wewe acha. Auawe. Iwezekana. Na halafu nikateni sana kauli. Sawa kauli. Ila yale yote tuliyopanga jana ina maana leo nakengeuka, si ndio? Mlipanga na nani? Na wakati jana mimi niondoka asubuhi na mapema kwenda Mafuriko kuchukua naza za panzi. Na nikachoka kurudi, maana nirudi siku mingi sana. Hapana. Katika hilo mimi siwezi. Sasa yule tuliofanya kale jana na tukapanga naye nani, ikiwa Abu mwenyewe mtukatana kusema kwamba alienda Mafuriko kuchukua naye kujirekana, kwa yule ni nani? Pengine huenda anatufanyia vitendo tu, maana hata mimi nashindwa kumuelewa. Kauli.
Vipi? Mbona kama mna maumivu kwenye miili yenu? Ni kweli na maumivu mwili mzima, maana jana tumechezea bakora mpaka tukaona kizunguzungu na kiumbe kisichoonekana. Usiniambie kuwa kama kuna shaka kwenye kauli. Nahisi itakuwa hivyo, maana wakati bakora zinashuka tulikuwa tunalisikia hilo neno likitamkwa na mtu asiyeonekana. Sasa kama kuna shaka katika hilo, nani atakayekuwa ametoa kauli? Mimi nahisi itakuwa ni Abu, maana hata jana tulipokuwa tunashirikisha kwenye baadhi ya vitu fulani alikuwa anatukataa sana. Vipi na wewe? Nimepigwa bakora mpaka nahisi kufa. Nisaidie mzee Panzi. Haya, wewe bakora umepigwa lini? Leo hii wakati ndio malishoni nikualisha nyama. Aha, naomba muende mkapumzike, kisha nitajua cha kufanya. Sitaki niambie wanyuma yangu ni wewe wa siku zote. Ni mimi huyo unayeniona kila siku, ambaye ndoto zetu zimeishia njiani. Na kwa nini pale tu unapotokea uwezo wangu kuongea wewe unarudi, na pale tu unapokuwa mbali na mimi napoteza kabisa uwezo wangu kuongea? Sitaki nijihusishe kwenye jibu la swali uniuliza. Sawa, nimekuelewa. Sasa kwa nini unanifuatilia na wakati wewe tayari umeshakufa na tulishakuzika miaka 3 iliyopita? Ni nani aliyekuambia kwamba mimi nimekufa? Kilichopo hapa na kinachofanyika ni kauli tu na si kingine. Kauli? Unamaanisha nini? Namaanisha
nashindwa kukugusa, hata sijui nifanyaje. Usijali, nitapona tu. Nimebahatika kukuona leo ukiwa unaongea vile. Ina maana kumbe unaongea? Mbona unapigwa na buti? Au unahofia nitasema kwa mzee Pazi na watoto wake? Hapana, sitafanya hivyo. Mimi nimekuja bana, nahitaji msaada wako. Naona kama sielewi. Lo, mzee Panzi, hivi unakumbuka kama nilishawahi kukuambia hakuna jambo zito kama kauli? Leo kiko wapi? Sasa nafanyaje? Hakuna njia nyingine. Njia ni moja tu, na sio nyingine, bali ni hiyo hiyo kauli. Ni nani ambaye ameacha kauli inayoumiza kichwa? Kauli tena kwa mara nyingine? Ndiyo, ili uweze kutatua hilo inabidi tufanye hivyo. Maana kadri siku zinavyozidi kwenda ndio nguvu zinazidi maradufu. Maana kama zitatimia siku 120, mmoja kati yenu anaweza kuangamia. Gangamwita, naomba nikuache. Unajua yupo, akumbe yupo, amekuwa upepo. Unaishi naye na alikuwepo, karaga naye na kastori naye. Si dalili ya maisha na malengo haya. Hili jambo lishakuwa gumu kwa kweli, na ili tupate msaada ni lazima tutumie neno kauli, kwa mujibu wa mganga Mwita. Kauli tena? Mbona tushamalizaga na sasa takriban miaka 3 imepita? Yaani hata mimi nashindwa kuelewa kwa kweli, maana amesema njia mbadala ya kulitatua hili ni kauli tu. Huu sasa ni mtihani. Sasa kama kauli ilishatumika hapo awali, kwa nini itumike tena sasa? Mimi hata sielewi, ila kesho au kesho kutwa nitarudi kwake kwa mara nyingine. Ameacha kauli inayoumiza kichwa. Sio baba za mtoto, hakuna anejua chanzo cha hiki kisa. Si dalili ya maisha na malengo haya. Mzee Pazi ameongea yote, lakini kuna baadhi ya mambo hajaongea. Mambo gani haya? Maana kadri siku zinavyozidi ndio nguvu zinazidi maradufu. Maana kama zitatimia siku 120, mmoja kati yenu anaweza kuangamia. Gangamwita.
Naomba ina maana itapofika siku 120 kuna uwezekano kufa mmoja miongoni mwetu. Abu, huo ndio kweli wenyewe. Si dalili ya maisha na malengo haya, licha vilivyojificha ukivyona haviko sawa. Jamadi, hii kazi sio ya kitoto. Maana mzee Panzi nimemjibu kama vile maono alivyokuwa ameniambia. Safi sana kwa hilo. Ila kama nilivyokuambia, huyu dada yangu alikuwa anaongea mwanzo. Ila baada tu ya kupokea taarifa ya kifo cha Sinta, akawa amepoteza fahamu. Na fahamu zilimpotea siku 3. Na siku ya 4 alipoamka tulikuwa tayari tumeshazika. Lakini cha ajabu, alipoamka alipoteza kabisa uwezo wake wa kuzungumza. Lakini nashangazwa, kuna muda huwa namuona akiwa anaongea, mithili ya kuwa anaongea na mtu. Lakini ukimshtua tu akiwa katika hali hiyo, huwa anakuwa kama mtu ambaye anatamani kuongea ila anashindwa. Sasa sijui kwa nini. Na pia ninahitaji msaada wako. Kama tulivyoongea, huyu atapona, na atakapopona nina imani atatueleza kila kitu kilichokuwepo ndani ya akili zake. Kwani hajui kuandika?